Kwa majina naitwa Mikaeli Thomas Gama, mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari Zigi. Mimi kama mwanafunzi ningependa kuuliza swali, changamoto ambazo unakumbana nazo katika ufugaji huu wa kuku wa kisasa wa mayai. Naam, habari za saizi, karibu Urban Farm City. Leo tuko na wanafunzi kutoka shule ya sekondari Zigi na lengo ni kuja kujifunza kwa vitendo juu ya ufugaji wa kuku na ujasiriamali kuhusiana na biashara ya ufugaji kuku ama ufugaji kuku kibiashara. Kwanza tumeona kuku waliotoka. Wote wana rangi moja na wote wana muonekano unaofanana. Hawa kitaalamu wanaitwa brown layers. Tunafuga kuku kwa madhumuni mawili. Madhumuni yenyewe ni kuku wa nyama na kuku wa mayai. Haya makundi mawili yote yana sehemu tatu. Sehemu ya kwanza tunasema kuna kuku wa asili ama kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji wapo wa mayai, kuku wa kienyeji wapo kwa ajili ya nyama. Tuna kuku chotara. Kuku chotara kwa ajili ya nyama, kuku chotara kwa ajili ya mayai. Na kuna kuku wa kisasa wa mayai na kuna kuku wa kisasa wa nyama tu. Kuku wa kienyeji wa mayai na nyama, hawa ni kuku wa asili ambao mara nyingi hawafugwi kibiashara, kwa sababu kama ni wa mayai wanazalisha mayai kwa uchache, tofauti na kuku wa kisasa au chotara wa mayai. Na kama ni wanyama, basi ukuaji wao kufikia uzito wa kuuza sokoni kwa ajili ya matumizi ya kitoweo wanakuwa taratibu, tofauti na kuku chotara wa nyama na kuku chotara wa mayai. Ukija kwenye kundi la tatu la kuku chotara, hawa ni kuku waliochanganywa kuku wa kienyeji na kuku wa kisasa kulingana na madhumuni ya huyo aliyechanganya hiyo mbegu. Kwa maana huyu kuku wa kisasa wa mayai ukimpandisha na jogoo la kienyeji unapata chotara ambaye ana sifa mbili. Sasa atakuwa na sifa za yule kuku wa kienyeji na atakuwa na sifa za huyo kuku wa kisasa wa mayai. Lakini unaweza ukamchukua kuku pia wa kisasa wa nyama ukampandisha na kuku wa kienyeji, maana yake utapata kuku chotara wa nyama. Leo tuangalie kuku hawa ambao sisi tunajifunza. Wanahitaji nini hawa kuku? Hawa ni kuku wa kisasa. Utofauti wa hawa kuku wote haubadili maana ya kuku. Kuku anabaki kuwa na maana ile ile. Kwa maana mahitaji ya kuku wote karibu yanafanana, ila tu kinachotofautiana cha kwanza ni resistance na production. Resistance kwenye magonjwa, sawa, na kwenye production kwenye gharama za uendeshaji. Kuku ambaye ni heavy producer kwenye mayai au nyama huwa anahitaji chakula kingi sana, tofauti na yule wa kienyeji au chotara. Kwa hiyo maana ya kuku inabaki pale pale, awe wa kienyeji awe wa kisasa atahitaji chakula, ila tofauti ya ulaji wao ndio inawatofautisha. Awe kuku wa kisasa au wa kienyeji au chotara, anahitaji mazingira safi ya kuishi. Mazingira safi kwa kuku inawezekana kwa binadamu machafu, huwezi kulala humo, lakini kwa kuku haya ni masafi. Usafi unazingatia nini ili tuseme mazingira ya kuku ni masafi? Cha kwanza, banda mnaliona hamna sehemu pameloa. Unapofuga kuku hakikisha banda lako haliloi. Banda linapoloa na mchanganyiko wa hiki kinyesi chao inakuwa inatengeneza uchafu na kunatokea reactions. Kinyesi cha kuku kinapopata maji kinavunda. Kinapovunda kinatengeneza ammonia kwa kuku. Hata wewe mwenyewe ukifika sehemu ambayo kuna kinyesi cha kuku au cha ng'ombe au cha mnyama yoyote kilichovunda, wewe mwenyewe utaisikia ile harufu kali na kuingia, ambayo ile harufu ile ni ammonia. Lazima sasa ndio kuku wako wataumwa mafua, kuku wako watapata kipindupindu. Kuku pia wanaugua kipindupindu. Hawa kwa sisi tunasafisha kila mwezi. Kila mwezi tunaondoa yote, tunaweka maranda mapya. Maana yake unapotaka kujenga banda sasa, hakikisha banda lako kwanza lina zege ama sakafu, iwe ya zege au ya cement.
ambayo ili baadaye ukija kuweka maranda inakuwa rahisi kwenye usafi. Cha tatu, kama tutaona madirisha yalivyo. Madirisha umeona level ilivyo. Hatujapandisha kama ya binadamu, ilibidi hii ukuta ije mpaka pengine usawa huu. Afu ndo tuweke dirisha. Kwa nini? Kwa sababu we binadamu hata ukikaa chini, hiki kichwa kinakuwa usawa gani? By the way, pengine itakuwa hapa kiunoni. Ukikaa. Ndio maana wanapojenga madirisha ya nyumba inaishaga kiunoni, ndio inakuwa nini? Dirisha. Kwa sababu circulation yako ya kuhitaji hewa ipo juu mpaka hapa. Kwa hiyo kuku, endapo utajenga banda likafika hapa, kuku yuko chini, manake hewa itakuwa inazunguka huku juu, chini na hewa ya uzungukaji wa hewa utakuwa huko chini. Endapo mzunguko wa hewa kwenye banda lako huko chini, kuku wataugua, watapata magonjwa ya upumuaji. Kwa hiyo ndio maana katika banda sifa mojawapo, zingatia kimo cha kuku ndio kimo cha ukuta wako uwepo. Vile haijawekwa kwa sababu ya urembo, imewekwa kwa sababu ya kuruhusu mzunguko wa hewa upite. Hewa itoke huku ipite dirisha la pili. Ukiangalia hili banda lilivyojengwa, jua linatoka huku linaenda huku. Kama tungejenga hivi, yani banda siku zote unalijenga magharibi kwenda mashariki. Usilijenge north to south au south to north. Ukijenga hivyo maana yake jua lingekuwa linapita, likitoka huku, kama mfano jua lingekuwa linatoka huku, maana yake likitoka huku linaingia ndani na likifika huku pia linachoma. Lakini hapa sasa hivi ni mchana, tuko ndani lakini hamna jua kwa sababu jua linapita kwenye bati. Kwa hiyo unapojenga banda pia la msingi kuangalia uelekeo wa jua. Vitu hivyo, licha ya kwamba utazingatia mzunguko wa hewa, lakini lazima uzingatie usalama wa kuku wako, kwa sababu kuku hawezi kujitetea akiingia nyoka, hawezi kujitetea akiingia mbwa, akiingia paka. Kwa hiyo lazima anakutegemea namna utakavyojenga banda lako. Vipimo vya kuku wangapi wakae kwenye banda muhimu zaidi, kwa maana usije ukajenga banda kubwa ukaweka kuku wachache, au ukajenga banda kubwa lakini kuku pia wakazidi uwezo wa banda. Kila kitu kina uwezo wake. Kwa kuku hawa wa mayai, kila square mita moja wanakaa kuku 5 hadi 6. Kila square mita moja. Square mita moja ni mita ya mraba, ni hatua moja, mita moja za mraba. Wanakaa kuku 5 mpaka 6. Huo ndio uwiano sawa. Kwa hiyo idadi ya square mita za eneo lako ndio unazidisha mara 5 au 6 kupata idadi ya kuku wangapi wakae. Lakini ukija kwenye kuku wa nyama wa kisasa, kwenye kila square mita moja tungeweka kuku 10. Kwa hiyo unaona kwenye broiler tungeweka kuku wengi, kwenye kuku wa mayai tunawaweka wachache. Kwa sababu unapoweka kuku wa mayai wakiwa umri wa vifaranga, unahitaji kuwahudumia miezi 5 hadi 6 ndio waanze kukupa mayai kibiashara. Na wakianza kuzalisha mayai, wanakuzalishia mayai miaka 2. Tangu ile siku anaanza kutoa mayai, utaokota mayai miaka 2 ndio wanaacha hawa kuku wa mayai. Sasa ukichukua miaka 2 na miezi 6, miezi 36. Sasa kuku anaishi tofauti na kuku wa nyama broiler. Yeye ndani ya siku 30, 35 hadi 40 anakuwa ameshauzwa. Kwa hiyo anaishi muda mchache kwenye lile banda, ndio maana anawekwa wengi, kwa sababu anakuwa bado hajakuwa na mwili mkubwa. Kuku kadiri anavyokuwa anahitaji space. Kwa sababu yule anachukua muda mfupi kwenye banda, basi anawekwa wengi. Lakini kama wangekuwa wanakaa muda mrefu pia kama hawa na wenyewe, ungetumia space hii wanayotumia hawa kuku. Cha kwanza tuna hii system ya maji. Hii system ya maji inaitwa Nipple Automatic Drinker. Kiswahili unaweza kusema mfumo wa kisasa wa maji wa kuku. Lakini Kiingereza wanaita automatic drinker, ambao kwa mfumo wa nipples. Hii ndio nipple yenyewe. Hii nipple ndani imetengenezwa na valve. Kwa hiyo unapoigusa valve inafunguka, maji yanatoka. Kwa hiyo hawa kuku wenyewe automatically wanajifunza. Ukiweka tu akidonyoa, kuku asili ya kuku ni kupekua na kudonyoa. Chochote atachokiona anakidonyoa. Hata wewe ukikaa kidogo unaona anakudonyoa. Kwa hiyo yeye anajaribu kila kitu anachokiona mbele yake kwa kukidonyoa. Hii ndio inasaidia kutolowesha banda. Lau kama tungekuwa tunatumia mifumo ile ambayo mmeizoea ya kama kopo ile,
ile ina ugumu mara mbili. Kwanza kusafisha, pili maji yanaisha haraka. Hawa kuku kwa siku wanakunywa maji karibu lita 600. Sasa ukiwa na dumu za lita 5 inabidi uwe nazo ngapi? Kama unazo chache, je, utaweka na kuweka kwa siku mara ngapi? Maana hata mfanyakazi atachoka. Akichoka, kawaida ya binadamu akichoka automatic anajipunguzia majukumu. Baada ya kumpa lita 500 atampa lita 200 ili apumzike. Ukimpunguzia idadi ya maji kuku, hautopata production inayotakiwa. Kwa hiyo kwa nyinyi generation mpya, tunaamini kama ukianza kufikiria kufuga, kipi utakipendelea, hii au ile ya zamani? Ni hii hapa, kwa sababu kwanza hata wewe mwenyewe ukiangalia inakufurahisha. System ya pili ni ile pale ya chakula. Ile system ya chakula ni bati lile na juu imewekwa kofia kwa makusudi. Kofia ile imewekwa kwa sababu kuku kawaida ni mtundu. Pale pengine angerukia. Akirukia juu, kama hujaweka mfuniko atajisaidia. Akijisaidia, kinyesi kingeingia kwenye chakula. Kwa hiyo angekuwa anakula kinyesi chake, tayari magonjwa angekuwa rahisi kupatikana. Ule mfumo wa chakula sio lazima uwe vile vile, unaweza ukamodify. Badala ya kutumia ile chuma ukatumia mbao, ukaangalia tu hiyo structure ilivyokaa kwa modify. Lakini kwenye system ya maji, au kama utakuwa mtaalamu ukausoma mfumo wa nipo ukoje, una uwezo wa kuunda nipo. Maana yake tunasema hivi, ninavyofundisha hivi sio kwamba wote mje mfuge. Kwamba wewe inawezekana unaweza ukajiandaa kwamba mimi nikimaliza shule nataka niisome hii nipo. Baadaye wewe ukawa unatengeneza nipo tu unawauzia wafugaji. Sio lazima uwaze kwamba unajifunza kufuga basi lazima uje ufuge, no. Inawezekana wewe baada ya kumaliza shule ukawaza huo unatengeneza ile mifumo ya kulisha chakula tu uwauzie wafugaji. Inawezekana pia wewe ukawaza kutengeneza kile chakula. Yote hayo ni katika fursa katika ufugaji wa kuku hipi. Mfano, hawa kuku hapa shambani kwetu sio wetu. Kwa sisi hapa eneo letu tunajenga mabanda kisha tunayakodisha. Kwa hiyo kuna watu wanayakodi haya mabanda, wao wanafuga. Kwa hiyo mimi badala ya kufuga nimetengeneza nini? Mabanda kisha nayakodisha. Unapojiangalia hapa usiangalie tu kuku. Angalia kila kitu. Twende kwenye mfumo ule pale wa mayai. Ili kwa kizungu wanaita nest or laying box. Kwa Kiswahili tunasema sanduku la kutagia kuku. Sanduku kama hili lina matundu 1 2 3 4 5 6, 12 huku na 12 huku, 24. Kama unavyoona kuku wanaingia wenyewe, wanataga na kutoka. Hii inasaidia kwa maana kuku angekuwa anataga chini, mayai ingekuwa yanapasuka, kwa ungekuwa unapoteza, unamlisha kuku afu mayai yanapasuka. Pia tunakuja kuzungumza kibiashara. Unaweza wewe usije ukawaza kufuga kuku, lakini ukawa unawaza kutengeneza masanduku. Ya mfugaji yoyote wa kuku wa mayai anahitaji hiki kitu. Kuna mfumo wa taa. Taa pia kwenye banda la kuku ni muhimu. Kwa nini tunaweka taa wakati usiku kuku analala? Kuku wa mayai wa kisasa anahitaji mwanga masaa 16. Kawaida tuna muda wa masaa ya mwanga mangapi? 12. Kwa hiyo maana yake usiku unapoingia kiza tunampa extra masaa 4 kwa kumwashia taa ili ayapate masaa 16 ya mwanga.